Kuna nguzo 4 zinazoongoza dunia. Nguzo ya kwanza ni siasa. Nguzo ya kwanza ni siasa. Siasa ina uwezo wa kuongoza dunia, na ndio maana unaiona siasa ya dunia inategemea sana Mashariki ya Kati. Dunia iendeje inategemea Mashariki ya Kati pamekwendaje. Siasa yako kuelekea Wayahudi inaweza kukufanya upigwe mabomu au usipigwe mabomu. Ukiwapenda Wayahudi sana kwenye nchi yako, utaona mabomu yameanza na watu wameanza kujitoa mhanga. Ukiwapenda Waarabu sana, huwezi kuona mabomu ya kujitoa mhanga, wala huwezi kuona ugaidi. Utasema kwamba nchi yangu imetulia, lakini si kwamba imetulia. Imetulia kwa sababu Mungu wa dunia ndiye amekaa pale. Unapomchokonoa Mungu wa dunia na watu wake, wanaanza kufanya vitu vyao. Kwa hiyo siasa ni nguzo ya kwanza inayoibeba dunia. Siasa ya dunia inajalisha hatima ya dunia. Ndiyo maana unaona tu wa Marekani wakiwa kwenye uchaguzi wao, wanatokea watu wa taifa dogo, Wayahudi wanaongoza siasa ya dunia. Mtazamo wako juu ya Wayahudi kwa ubaya au kwa uzuri ndio utategemea utatawala vizuri au vibaya. Ndiyo maana unaona Mungu wa dunia. Nguzo ya kwanza ni siasa. Nguzo ya pili ni uchumi. Nguzo ya pili inayoongoza dunia ni uchumi. Ndiyo maana unaona Marekani ni taifa kubwa duniani kwa sababu ya uchumi wake. Yaani kama ukiwa na uchumi mzuri unaweza kuiongoza dunia vizuri. Lakini nguzo ya tatu ambayo ni ya muhimu sana kwa dunia ni dini. Religious system. Dini. Unapoziona dini hii, dini ni nguzo za dunia. Unaweza kuziona dini kwa juu zinaonekana kana kwamba kuna wokovu ndani yake, lakini dini kwa asili yake ni ushetani kuliko mahala ambapo hapana dini. Unapoona dini zimekaa, dini ndio nguzo ya dunia. Unapoona kwa mfano kwenye sherehe ya kuapishwa wanaomba, wanasema Mungu unaezileta falme na kuziondoa falme, Mungu wetu mkuu unayewasimamisha wafalme na kuwaondoa, tunaomba umjaalie huyu mtumishi wako kwa neema. Unakuta wanaomba. Lakini hebu nenda pale, aende pale Pastor Mwangela, alafu aambiwe omba, alafu aseme katika jina la Yesu ninaikamata misingi ya Tanzania, ninaitikisa. Unasikia watu wote wamesema Bwana kamtulizeni yule. Na mara nyingine msifanye makosa ya kumleta huyu mtu kwenye mambo kama haya, maana wanaotakiwa kuomba ni wale ambao Mungu wa dunia anaweka maneno ndani yao. Lakini huyu Bwana anataka kuomba maneno yanayotokana Mungu wa mbingu na nchi anayekaa ndani yake. Hakubariki huyu Bwana. Na ndio maana mimi ninasema hivi, ndio maana unaona sasa Wayahudi wanaimba wimbo wanasema let God arise so that his enemy be defeated. Ndio maana siku za mwisho jambo litakalotokea itakuwa kwamba Mungu atainuka. Atainuka yule Mungu wa dunia, ameishika dunia kutumia nguzo zake 4 hizo. Niongee nguzo ya 4 kabla sijamaliza. Nguzo ya 4 ambayo watu wengi hawajui ina control dunia ni jeshi. Nguzo 4 hiyo jeshi, military. Na ndio maana nchi yenye jeshi kubwa na yenye siasa zinazokubalika na dini zake zimekaa vizuri, na hii ndio nchi inakuwa super power duniani kwa sababu tayari imekaa vizuri. Kwa hiyo hizi ni nguzo 4 zinazo control dunia ambazo ziko chini ya Mungu wa dunia. Ndiyo maana kuna wakati mwingine mtu unaweza kujiingiza, unataka naye uingie kwenye dini kule. Sisi hatuingii kwenye dini tuwe sehemu ya dini. Sisi hatuingii kwenye dini tufanye kama watu wa dini. Tunaingia kwenye dini tufanye mapinduzi ili Mungu wa mbingu na nchi, tumdondoshe Mungu wa dunia hii na Mungu wa mbingu na nchi atawale, na atatawala. Nasema kwa taarifa yako. Hebu sema amen, amen. Kwa hiyo hizo system 4 ndizo amebeba Mungu wa dunia hii. Na unapotaka kuingia kwa mfano kwenye hiyo system ya siasa, mpaka uchafuke kwanza ukorifai kuwa mwanasiasa. Hata kama ulikuwa msafi, lazima upakwe kinyesi kwanza uwe mwizi kama wenzako. Ukiwa Mr. Clean haiwezekani. Ukiwa safi haiwezekani. Ufanye mambo ya hovyo kwanza, uibe kwanza. Kwa nini? Ni kwa sababu hizi nguzo 4 hazijadondoka bado. Unajaribu kupenya kwenye system ambayo nguzo zake hazijaanguka bado. Nachofanya mimi kwenye ulimwengu wa roho,
tunazikamata hizi nguzo 4 zinazoshika dunia, tunazidondosha kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu, ili Mungu azuke. Mungu atakapozuka katika nchi, hata wewe sasa uliye mtakatifu ukiingia kwenye siasa, unaingia na utakatifu wako, unaanza kuhutubia serikali ya mtaa na utakatifu wako, alafu utatoka salama. Wanaompenda Bwana waseme amen. Mungu wa dunia si Mungu wetu kimsingi. Mungu wetu anaitwa Mungu wa mbingu na nchi. Mungu tunayemwabudu sisi ufufuo na uzima anaitwa Mungu wa mbingu na nchi, au kwa jina jingine unaweza kumuita Yehova, au kwa jina jingine unaweza kumuita Yesu. Ndio maana ukisoma kwa mfano kwenye Kutoka sura ya 6 mstari wa 3 imeandikwa hivi: mimi nalimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Mungu anamwambia Musa kwamba Musa, unajua niliwahi kumtokea baba yako Ibrahimu na Yakobo, nikawatokea, lakini nikawaambia Mungu ni Mungu Mwenyezi, lakini kwa jina langu hili Yehova sikujulikana kwao. Kwa hiyo unaona, kumbe ingawa ni Mungu lakini anakuwa na jina. Mungu ni kama cheo. Huyu Mungu wa dunia jina lingine anaitwa Movu, ambaye kimsingi Biblia inamtaja ndiye anayeongoza dunia. Ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Biblia takatifu, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 19 imeandikwa, twajua ya kwamba sisi tu wa Mungu na dunia yote pia hukaa chini ya yule movu. Inanishangaza sana. Haya ni baadhi ya maandiko ambayo nilipokuwa nafikiria waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 19, ni kati ya maandiko ambayo nilikuwa nafikiria kwamba kama kungekuwa na uwezekano nikiwa mchanga ni yatoe ndani ya Biblia. Kwa nini yanasema kwamba dunia yote hukaa chini ya yule movu? Nikaamua kulifaa Biblia ya Kiingereza. Yenyewe ndiyo ikaharibu zaidi. Yenyewe inasema, and we know that we are children of God and the whole world is under the control of the evil one. Huyu anaitwa evil one, ndiyo huyo anaitwa Mungu wa dunia, ndiyo huyo anaitwa mkuu wa ulimwengu, ndiyo huyo anaitwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, au danganyee ulimwengu wote. Sasa nilipoona is the whole world is under the control, nikashangaa kweli. Anasema na dunia yote hukaa chini ya udhibiti wa yule movu. Nashangaa kabisa, dunia yote hukaa chini ya udhibiti wa yule movu. Hebu niongee kidogo, nini maana ya kudhibiti kitu? What does it mean to control something? If I say I control you, what does that mean? Nikisema na kucontrol, maana yake ni sawasawa na dereva anapoendesha gari, analicontrol gari. Akisema breki ni breki, akisema reverse ni reverse, akisema kata kushoto ni kushoto, mpende msipende, akitaka kulia ni kulia, akitaka juu ni juu, akitaka kuanguka ni kuanguka, ana control gari hiyo. Sasa Biblia inaniambia dunia inakaa chini ya control ya mkuu wa ulimwengu au Mungu wa ulimwengu. Lakini inashangaza kweli kujiona mimi niko kwenye dunia ambayo iko chini ya udhibiti wa yule movu. Hapo ndipo mimi nikisoma najiona nina nguvu ibaya mno, kwamba inawezekanaje ukajenga kambi ndani ya kambi. Maana yake sisi walokole, maana yake sisi si wa dunia hii, lakini tumeamua kujenga kambi. Ni kama mtu aliamua kuja kujenga nyumba kwenye sebule yako. Umetengeneza sebule yako nzuri na makochi yako, na sisi tukajenga nyumba kwenye sebule yako na tukaendelea na maisha yetu bila kutuzuru wala bila kutuangamiza. Tuna nguvu sio za kawaida. Mpe Bwana makofi, haleluya. If you know that fact, it has to tell you we are powerful more than you think. Sikiliza vizuri. Anasema na dunia yote hukaa chini ya yule movu.
Yani dunia yote, the whole world is under the control of the evil one. Ndiyo maana waangalie watu wa dunia kwenye zile nguzo 4. Kwa kadiri mtu anavyo raise kuelekea kwenye utawala wa kisiasa, ndivyo anavyozidi kuwa mbaya zaidi. Kwa kadiri mtu anavyo raise kwenye utawala wa kidini, ndivyo anazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa kadiri mtu anavyo raise kwenye utawala wa fedha, awe na pesa kuliko Watanzania wote, ndiye anakuwa mbaya zaidi. Anasema bwana, pesa ni pesa tu hapa. Pesa ni pesa tu. Pesa ni pesa tu. Nisikilize vizuri, mimi huwa napasua vitu angani hivi. Unatakiwa uelewe world system ya dunia imebeba nguzo hii. Alafu chini yake kuna Mungu wa dunia ameibeba dunia, lakini kazi ya Mungu wa dunia ni kupofusha fikira zao, ili wale wanaoona wasione. Walione jambo hilo ni la kawaida tu, wanaona tu mambo ya kawaida. Sioni kawaida, maana mimi sio wa dunia hii. Nakwambia sasa, kuna Mungu wa dunia anayewapa watu umaarufu. Ukitaka kupenya kwenye dunia hii, lazima usione ufufuo na uzima, Mungu wa mbingu na nchi. Na hata kwenye mambo ya rohoni vile vile, kuna watu wanasema naye akienda kusimama mahali akasema njoo, misukule watarudi, hawarudi mpaka Mungu wa mbingu na nchi yuko pamoja na wewe. It is the spiritual which brings the natural. If you want victory, you have to win in the spiritual realm first. And the victory in the spiritual realm will manifest in the physical realm. If you don't win in the spiritual realm, you cannot win in the physical realm no matter what you do. Hata kama mtu angekushika mkono akakupa mtaji wa bilioni 50. Kuna mamlaka ya rohoni inayotawala dunia. Mungu wa dunia hii akubali. Anasema wanaotaka kushinda wawe ndani ya system yangu. Nilikuwa siku moja Switzerland, kwenye nyumba ya mama mmoja. Alikuwa amechukuliwa msukani anaitwa Elizabeth. Yuko leo. Bahati nzuri Ustream yetu watu wa Switzerland wanasikia. Nikaenda kupiga majeshi pale. Mzungu yuko nyuma ya mlango, amewekwa na watu nyuma ya mlango. Mzungu kachukuliwa msukwe na wazungu wenzake, kawekwa nyuma ya mlango ndani ya nyumba yake. Watu wanajua mtu kafa, tupaanza kuita njoo kwa jina la Yesu. Profesa hawezi kuita njoo. Hata kwenye akili yake hilo jambo halimo, kwamba eti njoo inaweza kumleta mtu kwenye wafu akawa hai. Lakini Yesu akamwita Lazaro, njoo huku nje. Nje ya wapi? Toka kwenye ulimwengu wa waliokufa, njoo kwenye ulimwengu wa walio hai. Kuita mara 3 mara 4 mara 5, mzungu akaamka chap. Fizikia ingeweza kumrudisha huyo mama, kemia ingeweza, BA ingeweza, lakini unamkuta mtu amesoma degree ya migomba hapo Morogoro, anapandisha bega lake, umejua mimi nimesoma mambo ya migomba. Amesoma degree ya migomba. Ana masters ya research ya mihogo. Kwenye research yake amebezi kwenye mihogo, lakini anajidai ni msomi. Lakini amechoka. Nataka nikwambie, wewe unayesikia sauti ya Bwana, umesoma unaweza ukafanikiwa, hujasoma unaweza ukafanikiwa, umechoka unaweza kufanikiwa. Mtu mmoja University of Dar es Salaam tukiwa Ubungo, alikuwa ni profesa wa mambo ya biology. Akaja hapo kanisani, tall bonge ya mtu. Anasema, Pastor, I heard you pray for people. Mnawaombea watu na matatizo, yani ni kama hypertension au nini, naomba mnisaidie. Nikamwambia, profesa, vibwengo, mapepo. Sema, unajua mimi ni mtu wa dini. Nikamwambia, mapepo. Bwana mwenyewe alikuwa mrefu sana, mnene, giant wa mtu. Ili niweke mkono kwenye kichwa chake, inabidi nipande kwenye stuli. Nikasimamia vidole, nikaweka mkono kwenye kichwa. Nikasema, katika jina la Yesu. Nikaamuru kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, 2 tu akalala chini. Mke wake akasema, sasa mchungaji atakuwa. Nikamwambia, niachie mimi. Sio issue ya profesa hapa tena, ni issue ya watu wa Mungu. Watu wa kawaida, lakini Mungu wa mbingu na nchi yuko ndani yake. Mungu wa dunia anaweka magonjwa,
Mungu wa mbingu na nchi anaweka uzima. Mungu wa dunia anaweka kushindwa ndani ya watu. Mungu wa mbingu na nchi anakaa ndani yako. Aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Haleluya! Pigia Yesu makofi. Haleluya! Chini kuamka pale nikamwambia profesa kacheki vibwengo. Unaona, there are things that your academics cannot do. Ukubali hayo. Ukubali hayo. Ukubali hayo. Specialist mmoja wa Muhimbili hapo anaitwa Dr. Birigi. Namsema kwa sababu sasa ameokoka, hana neno. Akaja, mchungaji unaniona hivi na kisukari. Yaani kisukari mchungaji kiko juu tu. Na jioverdose kushusha kisukari hakishuki mchungaji. Nimeambiwa na mtu mmoja hapo Muhimbili, mchungaji nimsaidie. Sala ya toba kwanza dokta. Sala ya toba ya muhimu kwanza. Meza Yesu kwanza. Umemeza degree ya kwanza ya medicine ya pili, sasa meza Yesu. Weka kitu kinaitwa Yesu Kristo mwana Mungu ali hai. Weka ndani ya moyo kwa njia ya imani. Ndio maana mimi sijidaidai eti nimesoma elimu ya dunia. Sijasoma ya dunia. Nimesoma Biblia. Mimi ni msomi wa Biblia. Sio msomi wa fizikia. Sio msomi wa archaeology. Msomi wa Biblia. Biblia tu kiisoma ina maarifa yake. Elimu zingine za dunia zimelala kwenye Biblia. Kama hujui, watu wote waliokuwa wamefanya kazi kama filosofa kwenye Biblia walikuwa Kristo. Ulokole wao ndio waleta wakina Newton wakagundua sheria za motion. Kina Michael Faraday, walokole wale. Hebu fikiria, nilikuwa Hong Kong pale wametengeneza replica ya safina ya Nuhu. Yaani wametengeneza chombo kabisa cha mbao kinafanana na safina ya Nuhu. Wakristo wa Hong Kong wamekiweka karibu na maji. Tulikuwa na rafiki yangu mmoja, kina urefu mita 300, 450, kitu kama hicho, kama ilivyokuwa safina, na upana wameweka na vyumba ndani, wameweka tembo hapa, wamekata vyumba vidogo, yani kama utalii. Lakini wanyama wote wa dunia hawatoshi. Wanasema sasa tunashangaa huyu Nuhu aliwezaje kwenye mita 300 za urefu, mita 450 za urefu na upana wa mita 50, akaweka kenge, akaweka nguruwe, akaweka buffalo, akaweka nyoka mwanaume na mwanamke, akaweka njiwa mwanaume na mwanamke, akaweka chura mwanamke na mwanamke. Aliwezaje? Nikamwambia, hebu niambie engineer, chombo hiki cha mbao ukikiweka kwenye maji kitaelea? Akacheka kwanza. Akasema ukiliweka kwenye maji hili baada ya dakika 2 na katika vipande. Kwa nini? Hakuna chombo cha mbao kinaweza kuelea kwenye maji chenye urefu wa mita 450 na upana wa mita 150. Hakipo duniani, wala teknolojia hiyo haipo. Nikamwambia, mzee Nuhu alipata wapi? Hakwenda shule, hakwenda University of China, hakwenda University of Tokyo, hakwenda Harvard University, hakwenda New York University. Jamaa ametulia, ananena kwa lugha tu. Randalakapashatalakaba, mahesabu yanashuka hapo. Lakatatashaba. Maana yake asili ya elimu ni Mungu wa mbinguni. Ukiwa na Mungu na vyote kwa jina la Yesu.